Wahudumu wa pikipiki walalamikia hali ngumu ya kikazi msimu huu wa Krismasi, wakisema kuwa walikuwa na matarajio ya ukuaji katika biashara zao kwenye mwezi huu. Kinyume na miaka iliyopita, shughuli zao za kibiashara zilileta afueni kwenye kazi yao, lakini kwa wakati huu hazifui dafu kamwe. Akizungumza kuhusiana na kazi yao inavyoendelea kwa sasa, bodaboda huyu ameonyesha taswira oni yenye huzuni kwenye biashara zao. Mimi naitwa Geoffrey Motole kutoka na Rondo. Sisi hata na Rondo nimeangalia, nimekimbia nikuja mpaka Mayanja. Pesa pia hakuna, supu hakuna. Licha ya hali kuwa ngumu, ameeleza kuwa wanapitia changamoto kwenye kazi yao, malipo duni kutoka kwa wasafiri, maneno ya kukejeli na wakati mwingine wanaolipa kutumia simu baadaye hujirudishia pesa hizo. Biashara yetu ni ngumu sana. Kwa hiyo dunia vinya tunatafuta customer, haki tunatafuta mpaka hata wengine wanakupea shilingi 20, wengine wanakupea 10, wengine kutoka hapa town hadi Mayanja wanakuambia uko na shilingi 20. Hata tunashindwa sisi tutafanya namna gani? Na kwa hii dunia hata sisi tunaokopa tu hata kuulizia. Wengine wanakutuzi, wengine wanaona tu hata hawaongei. Ukifika mahali hata mtu anakupea ng'ombe kubwa anapepa kwa pikipiki na anakupea shilingi 50 kutoka town hadi Mayanja. Sasa unaona sisi tunaumia sana. Wanaona hata watoto wetu wanakuja wanauliza nisema mtakulipa, wanataka hakuna pesa. Sasa sisi tunaenda wapi? Mwingine anatuma na anarefasi. Hata mwingine anaweza tuma na anarefasi pesa, kuna mwingine anatuma tu bora chini ingie na tena pesa iingie. Sasa hii maneno yetu hii imekushinda pota sisi hata hatuna mwelekeo, hata tumeshindwa tuende tukulime tu hata hakuna. Ajua yenyewe angalia imefika. Mahindi tumelima kwa shamba tena hakuna, juku zimekauka. Hata saa hii hata ukienda hata jembe kununua saa hii wanasema shilingi 1200. Sasa tutalima na wapi? Kwa hiyo dunia sisi tumehama hata tuende Uganda. Tukienda Uganda pia mambo ni mbaya. Imekuwa wamekufungia tu hata uweze nunua kitu Uganda ukuja nayo Kenya. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa kwa hudumu wa pikipiki. Swali ni je, uchumi wa Kenya ukiendelea hivi, nani atakuwa mwokozi wa wananchi?